Mnamo mwaka 1909 kampuni ya Harland and Wolff ambayo inapatikana huko Belfast, Ireland ya Kaskazini ilianza kutengeneza meli moja kubwa sana na ya kifahari kwa kipindi hicho ambayo ilifahamika kama Titanic. Meli hiyo ilikuwa chini ya umiliki wa White Star Line na matengenezo yake yalianza 1909 mpaka 1912. Meli hiyo ilitengenezwa kwa mfululizo wa miaka mitatu na ilitumia teknolojia ya juu sana kwa kipindi hicho. Sasa kabla ya meli hiyo kuanza safari yake, meli hiyo ilihitajika kukaguliwa na iligundulika hakuna kasoro yoyote katika meli hiyo. Lakini mnamo Aprili 10, 1912 meli hiyo ya Titanic ilianza safari yake ya kwanza, ambapo ilikuwa inatoka Southampton, Uingereza na kuelekea New York, Marekani. Meli hiyo ilibeba abiria wa matabaka tofauti tofauti. Ilibeba matajiri, lakini pia iliwabeba wale abiria wenye maisha ya kawaida ambao walikuwa wana matumaini ya kuenda kuanza maisha mapya katika nchi ya Marekani. Lakini usiku wa Aprili 14, matamanio ya watu hawa yalikuwa tofauti baada ya meli hiyo kugonga barafu na kupoteza mwelekeo na ikapelekea kuzama katika bahari ya Atlantic ya kaskazini. Meli hiyo baada ya kugonga barafu, mpasuko ulitokea chini ya meli na ulisababisha maji kuanza kujaa kwa haraka kwenye vyumba vya chini ya meli. Kilichosababisha watu wengi wapoteze maisha katika meli hiyo ilikuwa ni uhaba wa maboti, na kitu hicho kilisababisha watu wengi kupoteza maisha, kwani boti zilizokuwepo zilikuwa ni boti 20 tu, na wakati meli hiyo ilikuwa ina uwezo wa kubeba watu 2200, yani ni idadi kubwa sana ya watu ukilinganisha na boti ambazo zilikuwepo. Kwa hiyo ilipelekea sasa wanawake pamoja na watoto kuanza kuokolewa na kuanza kupandishwa katika boti ili kuhakikisha usalama wao kwanza, huku wanaume wakiwa wameachwa. Sasa abiria wengine ambao walikuwa ni wanaume walianza kujitafutia namna ya kujiokoa katika sakata hilo, lakini haikuwa bahati kwa baadhi ya abiria, maana waliokolewa abiria wachache tu. Lakini mpaka kufikia Aprili 15, 1912, basi saa 2:20 asubuhi meli hiyo ya Titanic ilizama kabisa. Lakini baada ya ajali hiyo, basi kuna meli ambayo ilikuja kwa ajili ya kutoa msaada baadaye, na ilikuwa inatoa msaada kwa wale watu ambao walikuwa wako kwenye maboti. Sasa baada ya kuokolewa, basi kasoro zilianza kuonekana katika meli hiyo, ambapo ilionyesha kwamba paku za chini za chuma zilikuwa dhaifu katika baadhi ya sehemu, kupelekea meli hiyo kupasuka kwa haraka ilipogonga barafu. Lakini haikuwa tu hiyo, lakini pia kuta za sehemu ya chini hazikufika hadi juu, hivyo maji yaliweza kuvuka sehemu moja hadi nyingine kwa haraka zaidi. Lakini kingine ambacho kiligundulika katika meli hii ni kwamba ilikuwa ina boti chache, yani ilikuwa ina boti 20 tu, na meli ilikuwa na uwezo mkubwa na ilikuwa ina uwezo wa kubeba watu hadi 2200. Baada ya meli hiyo kuzama, baadaye mnamo mwaka 1985, katika kina cha zaidi ya mita 3800 au futi 12500, basi mabaki ya meli hiyo yalipatikana, na baada ya mabaki hayo kupatikana, basi yalichukuliwa na kwenda kupelekwa mahali kwa ajili ya kuwa kama maonyesho ya kihistoria. Kwa hiyo mpaka na leo mabaki hayo yapo kama sehemu ya historia. Kwa wewe ambaye haujasubscribe channel hii, basi nikukumbushe kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Na wewe ambaye umesubscribe, basi endelea kulike, kushare na kucomment.